Najua haya maneno mmeyasikia sana kwa upana zaidi. Inawezekana mimi nikayanena kwa ufupi sana, lakini ninaamini ulishayasikia sehemu kwa upana zaidi. Kutoka hili somo letu la pili, ambayo ndio litakuwa shabaha ya maneno ya Mungu, anasema kutoka kitabu cha Mathayo 11 ule mstari wa 28 hadi 30. Lakini pale nitajikita sana kwenye mstari mmoja tu ambao ndio sana nitausemea. Hii mingine itanisaidia kujaza minofu. Njoni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Jitieni nira yangu mkajifunze kwangu, kwa kuwa mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo, nanyi mtapata raha nafsini mwenu, kwa maana nira yangu ni laini na mzigo wangu ni mwepesi. Sana maneno yetu yatasimama hapo. Tukifuata kichwa cha somo hili, nimeweka kwamba roho ya utumwa ifanyayo kazi ndani ya mtu kwa siri. Bwana Yesu asifiwe. Roho ya utumwa ifanyayo kazi ndani ya mtu kwa siri. Sisi wanadamu tunaishi, lakini tumekuwa watumwa wa mambo mengi, na huo utumwa umetubebesha mizigo mizito ambayo hatuwezi kuitua. Lakini bado Yesu akaja ili kujishughulisha na hii roho ya utumwa ndani yetu, kwa sababu aliona imetubebesha sasa mizigo mizito ambayo hatuwezi kuenenda. Pengine wakati mwingine hatumkumbuki Mungu kwa ajili ya mizigo ya utumwa tuliobebeshwa. Tunajua kabisa hata babu zetu hicho kipindi cha utumwa walitokea watu fulani wakijiita Waarabu, waliweza kuwachukua kuwafanya watumwa. Tunajua walivyokuwa wanawabebesha mizigo mizito, na wakiwa wamewafunga minyororo shingoni, lakini bado wamewabebesha mizigo mizito kwa mwendo wa maili nyingi sana. Safari ilikuwa inatoka Kigoma hadi Zanzibar. Ilikuwa ni safari ndefu, ngumu, safari ya majuto. Inawezekana na sisi tumebeba mizigo hivyo hivyo, tumefungwa minyororo hivyo hivyo. Huwezi kunasuka kwenye mizigo hiyo ulioibeba, na una safari ndefu zaidi ya hawa watumwa waliotoka Kigoma hadi Zanzibar. Lakini utaitoaje? Utaituaje? Ndio maana Mungu anatuletea neno ili liweze kutupa njia ya kujinasua katika utumwa huu wa kubebeshwa mizigo tukiwa tumefungwa minyororo shingoni. Na ndio kiendelea pale kidogo kwenye mistari yake, anasema jitieni nira yangu, yani jifungeni ule mnyororo wangu. Wenyewe ni laini, hauumizi kama hii minyororo ya dunia, minyororo ya shetani inayotufunga ili kuweza kuokoka. Bwana Yesu asifiwe. Tunaposema utumwa, tujue kabisa utumwa ni roho. Utumwa ni roho inayotusumbua. Ni roho halisi inayotusumbua katika maisha yetu. Lakini sasa kuna mtu ambaye anahitaji kushughulika na hii roho ya utumwa ndani yetu. Na katika
katika utumwa kuna aina nyingi za utumwa, aina nyingi sana za utumwa. Kila mmoja katika utumwa alionao amebebeshwa mizigo ya aina yake. Lakini leo nahitaji kuongelea aina 3 tu za utumwa, na siku nyingine Mungu akinipa kibali nitaongeza aina nyingine zaidi kadri ya Mungu atakavyonipa nafasi. Bwana Yesu asifiwe. Leo nitaongelea aina 3 tu za utumwa. Kwanza nitaongelea utumwa wa dhambi. Namba 2 nitaongelea utumwa wa magonjwa. Namba 3 nitaongelea utumwa wa uchumi. Bwana Yesu asifiwe. Hizi zote ni aina ya utumwa ambao umetubebesha mizigo mizito katika maisha yetu. Tukiingia katika utumwa wa dhambi, tukisoma pale ile Yohana 8:34, Yohana 8:34, anayefika pale kwa haraka anaweza akanisaidia ili kukomboa muda. Yohana 8:34 anasema, Yesu akawajibu, amini amini nawaambia, kila atendaye dhambi ni mtumwa wa dhambi. Tunaona hii roho ya utumwa wa dhambi. Anasema huwezi kubeba hii mizigo bila kutenda dhambi. Na wote tunajua dhambi. Kuna dhambi nyingi zisizohesabika, lakini ninaamini kila mmoja wetu anajua dhambi iliyomshikilia. Inawezekana ni dhambi ya kukosana wewe na ndugu yako, unasema kwa hili mimi sitamsamehe. Anasema hata niende jehanamu, kwa hili sitamsamehe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe sana. Juzi nilikuwa naangalia mpira wa fainali ya kombe la Afrika, Senegal na Morocco. Basi Senegal wakatendewa kosa. Lile kosa likamfanya kocha yule aitoe timu uwanjani. Akaambiwa tutapewa adhabu. Akasema acha iwe, lakini kwa hili hapana, tokeni uwanjani. Pengine na sisi tumeshikilia mambo ya aina hiyo. Unajua kabisa mbele kuna adhabu, lakini unasema acha iwe. Sasa sijui wewe ni dhambi gani hiyo. Tayari inawezekana wewe kukosana na ndugu yako ni kosa. Kuna tofauti kati ya kosa na dhambi. Inawezekana ni kosa, akakukosea, ukamkosea, au mkakosana, baadaye siku 2-3 ukasema basi. Lakini unashikilia, Roho Mtakatifu akikunong'oneza ndani, unasema hakuna, liwalo na liwe, hata kama ni jehanamu nitaenda. Lakini kwa utumwa huu wa dhambi pia yupo mtu ambaye anashughulika na hii. Anakupenda. Yaani unaposhikilia hii, anaona kama umebeba mzigo mzito wa kilo 200 begani. Na tunaambiwa kuingia mbinguni mlango ni mwembamba, kwamba hata nikiweka hapa kamkoba kangu ka Biblia sitapita. Mungu
Mungu anasema hiyo Biblia we iweke pembeni, huku kwangu kuna Biblia, hii ni mizigo unakuja kunijazia huku. Mimi mahala nilipowaandalia sitaki hivi vitu, mtavikuta vyangu. Hivyo mlivitengeneza wenyewe huko duniani. Bwana asifiwe. Sijui wewe una mzigo upi. Tunamjua Paulo aliyeitwa Sauli. Kipindi hicho alibeba mzigo wa dhambi, aliwaua watu sana kabla hajakutana na Mungu, lakini Mungu alikuwa anampenda. Kama nilivyotangulia kusema, Mungu anatupenda. Hahitaji hata mtu mmoja apotee. Ukitaka kuthibitisha hayo, soma Isaya 43 mstari wa 4. Anasema umekuwa wa thamani machoni pangu. Lakini mtu uliyekuwa wa thamani unaamua kubeba mizigo, unaamua kuwa mtumwa. Paulo akawaua watu, lakini kwa ajili ya huu mstari wa Isaya 43:4 Mungu siku moja akasema yatosha. Yatosha Sauli. Leo nitakubadilisha na kukupa jina jipya. Mungu anapotubadili huwa anatupa majina mapya. Ndiyo maana tunapobatizwa mtu mwingine anachagua jina lake. Anachagua jina jipya litakalomtambulisha kwa Yesu kwamba sasa mimi nimekuwa wa kwako. Bwana asifiwe. Tunaona akakutana naye, akamwambia yatosha, akambadilisha, akamwambia utaitwa Sauli tena, wewe utakuwa Paulo. Tunaona ndiye aliyefanya kazi kubwa sana ya injili baada ya kutoka katika dhambi hii. Na Mungu anasema hakupana dhambi kubwa isiyosameheka isipokuwa kumkufuru Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu. Kwa hiyo wewe ni dhambi gani inayokutesa? Mungu anakupenda jinsi ulivyo, hapo ulivyo. Una kitu cha kimungu anachotaka ukitoe ukifikisha kwa mtu mwingine. Usiendelee kukishikilia. Nimetoa mfano, nakosana na ndugu yako. Unapomsamehe hata kama yeye ndiye aliyekukosea, ni ushuhuda. Na maandiko yanasema tutamshinda kwa shetani kwa neno la ushuhuda. Watu wataanza kusimulia, huyu na huyu walikosana, huyu alimkosea sana, lakini tunashangaa alimsamehe. Unakuwa ushuhuda, pengine utamuokoa na mwingine. Bwana Yesu asifiwe.
tayari amekubali. Waswahili wanasema amejikubali. Akikuona unamhuzunikia anasema haleluya. Na ikafika hatua wakamwambia huyu atakutesa, huyu atakutesa. Akapata wakati mgumu. Leo nishuhudie hili, pole, nakupa pole, lakini hongera kwa hili. Leo tuko na wewe mpaka leo. Baba yangu alikuwa anamuuliza maneno magumu. Anamwambia wewe, nimekaa naye hajawahi kuugua, inawezekana umtunzi vizuri. Nikata sehemu wakanichukua ufalme wa mbingu unatekwa na wenye nguvu. Wakanichukua, nikakaa pale nyumbani siku kadha wa kadha, wananidadisi, inawezekana huli vizuri, inawezekana huyu mwanaume anakutenda hivi. Nikasema sijaliona, labda kama lipo bado akanitenda baadaye. Na nilikuwa na shida mbaya. Niliwaambia mshipa mkubwa unaoingiza damu kwenye moyo ulikuwa umepanuka alafu umetoboka. Ndio shida niliyokuwa nayo. Haitibiwi, naambiwa nikatibiwe India. Sina nauli ya kutoka Msoma hata Dar es Salaam. India nafikaje? India nafikaje? Huko naye tutapaona utumwa wa uchumi. Lakini namshukuru Yesu aliyeniponya. Ni Yesu aliniponya. Unafikiri nini? Wengine wakawa wananishirikisha, kuna mganga mmoja wa kienyeji na dawa nzuri kwa tatizo lako ili utapona. Kasema hapana. Yesu aliniponya. Leo mimi mzima. Inawezekana aliniponya ili leo nikwambie maneno haya. Utumwa usifanye kazi
ndani yako kwa siri. Bwana Yesu asifiwe. Ukatae. Paulo alipokataa alikuwa mhubiri. Rahabu alipokataa aliiponya familia yao, familia yake yote. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna magonjwa yanayoweza kutusumbua. Na dalili hii utaionaje? Kwamba nina mizigo ya magonjwa, nina utumwa wa magonjwa nafanya kazi ndani yangu. Ni magonjwa kukurudia kila wakati. Umepata ugonjwa, wamekupima sijui, unasema hakuna hicho. Kila kitu kinapona. Na ukifa katika ugonjwa huo, ndiyo maisha Mungu aliyokukusudia. Kwani wale wanafunzi wake wakati wanamuuliza kwamba kwa nini huyo alizaliwa kiwete, baba yake alitenda dhambi? Anawajibu, hapana, aliyetenda dhambi nimefanya hivi ili jina langu litukuzwe, ili utukufu wangu uonekane, ili watu wajue kwamba nina uwezo wa kufanya kila jambo. Bwana Yesu asifiwe. Mama Kikaro, unauguza. Madaktari walikwambia mume wako hana maisha marefu, lakini tangu wakwambie imepita miezi mingapi, imepita miaka mingapi? Ndio hayo Mungu anayokusudia. Hakuna kubeba mizigo ya magonjwa, ikae huko. Namshukuru binti yangu anapokuwa anasema ndio Mungu alimkusudia. Ninamshukuru. Amekuwa ni msomi. Hicho kitanda kinalala na mtu mwenye masters, tena masters kubwa wanayoshindwa hata wanaume. Bwana Yesu asifiwe. Ndio waulize wasomi, watakwambia. Tuambie hiyo master aliyolala nayo hapo kitandani, takwambia hii inashinda hata wanaume. Kwa sababu hata kwenye darasa lake wakati anasoma, wamesoma watu 14 tu, akiwa msichana peke yake, na wamemaliza watu 11. Ina maana watatu wale walishindwa kumaliza kwa ugumu wa masomo. Na masters yake anasema wameichukua watu 2 tu. Watanzania 2 tu, wakiwa na raia wengine wa kigeni 5. Lakini amekubali kwamba hii ndio Mungu alikubali. Kwa hiyo hataki kuubeba ule utumwa wa magonjwa. Sasa hapa ndio tumebeba mizigo kwenye uchumi. Tumebeba mizigo hapa. Mtu anaambiwa hata Jumatano Njombe, mwenyekiti wa ibada anawaza, hii kazi yangu nitamwachia nani? Nikienda huko uchumi wangu utaharibika, familia yangu haitapata chakula. Huu utumwa wa uchumi, unafikiri utumwa nini kinafanya tuko wachache hivi? Ni magonjwa? Hamna. Magonjwa watu wengine huwa wanakimbilia hapa, tunao wanaombewa, madhabahu inawaponya, lakini uchumi. We mama unayeuza dagaa, nikikwambia wiki hii tuna mkutano, tuna semina ya wiki nzima hapa, na tunajua dagaa zinatoka majini asubuhi, unazianika, mchana unauza. Sasa wanakuambia wiki nzima, utasema nini? Hapa ndio kuna mzigo. Lakini Mungu anasema utafuteni kwanza ufalme wangu na hayo mengine mtazidishiwa. Hawamuamini neno jamani, hamuamini. Sulemani wakati anaitwa kuwa mfalme alikuwa katika hali ya kawaida, pengine hata na hali nzuri, na hilo ndilo Mungu aliliona kwake.
Akasema huyu nimemweka kuwa mfalme, atawatawala watu wangu vizuri, si atakuwa anataka rushwa kwa huyu? Akamwambia, sasa Sulemani, hebu omba kwangu chochote unachotaka, kwa sababu nimeona hii kazi niliyokupa ina uzito wake. Lakini akainama, akainuka, akasema, nipe hekima tu ya kuwahukumu watu wako. Nani ameshasoma hilo andiko hapo? Tusipoteze muda, najua mmeshasoma. Soma ile mistari inayofuatia. Mungu anamwambia hivi, kwa kuwa hukuomba chochote, hukuomba mali za dunia, hukuomba mke mwema, tatu masulia 700 au wote wamemzunguka katika fahari yake ya ufalme, baada ya kukataa kuomba utajiri. Kwa hiyo tafuta kwanza ufalme wa Mungu na mengine mtazidishiwa. Bwana Yesu asifiwe. Huu ni utumwa wa uchumi. Tuone sasa, nikiwa namalizia hii sehemu ya mwisho, Luka 5:5. Pale Luka 5:5 Mungu anasemaje kwa habari ya utumwa wa uchumi? Neno linasema, Simoni akajibu akamwambia, Bwana mkubwa, tumefanya kazi ya kuchosha usiku kucha tusipate kitu, lakini kwa neno lako nitazishusha nyavu. Wamefanya kazi usiku kucha, hawajapata kitu. Nafikiri walikuwa wakitoa nyavu hazina kitu, wanarudisha, wanatoa, pengine wakitoa zinakuja na konokono, wanarudisha, wakitoa zinakuja na magugu ya, wanarudisha. Imefika asubuhi, wamechoka, hata hawawezi. Sasa wanaziosha nyavu zao wazianike kwa kusubiri usiku. Tunajua kabisa wavuvi humu wanajua kwamba kazi ya uvuvi sana wanaifanya usiku. Mchana ni wakati wa mapumziko. Ukisoma maandiko ni saa 6 ya mchana ya jua kali. Yesu anamwambia Simoni, shusha nyavu. Nafikiri moyoni alikaa katafakari, hivi huyu anahubiri injili tu, anajua uzito wa kuvua? Labda hata alinong'onezana na wenzie. Sasa huyu anakuja kutuambia mchana wa jua kali ili tuweke nyavu. Hivi amechanganyikiwa? Tufanyeje? Na ndio na maana unaona Simoni hakumpa maneno ya matumaini. Haikuwa ameshakata tamaa. Mizigo ya uchumi, anajua leo tumekula hasara. Anasema neno la kukata tamaa, kwa neno lako tumefanya kazi usiku kucha, tumechoka, lakini basi kwa neno lako tunazishusha nyavu. Nafikiri wote tunajua baada ya kushusha nyavu, walichokipata ni ambacho hawajawahi kukipata miaka yote tangu wameanza uvuvi. Walivua samaki zikajaa kwenye mitumbwi, nyavu zinakatika ovyo, wakashangaa. Bwana Yesu asifiwe. Roho ya utumwa ifanyayo kazi ndani ya mtu kwa siri, huyu naye huu utumwa wa uvuvi ulikuwa unafanya kazi ndani yake kwa waliambatana na Yesu kila alipokuwa anaenda, akijua kwamba nitakachokihitaji nitakipata kwa
yeye. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe sana. Wewe ni utumwa gani kati ya aina hizi? Nimesema ziko aina nyingi. Mungu akinipa nafasi takuonyesha siku nyingine zingine zinazotupa shida. Unabeba mizigo, inaleta na mizigo mingine. Kuna utumwa wa hofu, umebeba utumwa wa hofu, umeleta na magonjwa, una BP, imeleta na katika hawa manabii. Wapo manabii wa Mungu, msifikiri wote ni wa shetani. Wapo manabii wa Mungu wanafanya kazi, na Yesu alisema atakayeniamini atafanya kazi hizi na zaidi yangu. Wanapofanya kazi, wanaponya watu, anamwombea mtu, biashara yake inakuwa nzuri, anafanya. Sisi ambao tunasoma hili neno kwamba ukiniamini utafanya kazi hizi na zaidi, tunasema huyu ni Freemason. Ole wako siku unaenda mbinguni unamkuta amekaa kuume kwa mkono wa Yesu. Hicho kinywa chako utasemaje? Utamwambia Mungu, nirudishe duniani nifute hiki kinywa. Tusijaribu kuwa tunasema. Basi ukimwona ni wa shetani, kaa kimya. Tumefundishwa kwenye Sunday school pia hicho kitu kwamba tuzuie ndimi zetu kwenye ile mithali. Tuzuie msisemeseme. Wapo manabii wa Mungu na wapo wa shetani, na na 38. Ukimwona mtu amefanya kazi kwa jina langu, huyo hayuko tofauti na mimi, huyo ni wa upande wangu, huyo hawezi kuninenea mabaya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Tafuta pa kusimama sasa. Anasema Bwana atakuwa ngome yako wewe. Yeye anatupa utajiri, uchumi mzuri. Torati 8:18, yeye ndiye anaitupa utajiri mzuri. Na zaidi ya yote mengine tunafunguliwa kwa matoleo kama alivyosema yeye. Akasema kwanza moyo wako upende. Hayo ni vigezo. Soma Kutoka 25:2 pale. Tena Mungu amesema pale, anasema hivi, yeye mwenye moyo wa kupenda mtatoa kwake sadaka. Kutoka 25:2. Mungu kwa hiari. Tua mizigo ya utumwa inayofanya kazi ndani yako kwa siri. Yesu yuko pale msalabani, anasema njooni kwangu nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Kumbe kuna mtu wa kumpelekea mizigo. Tuombe, simama tuombe. Baba, kwa Bwana wetu Yesu Kristo, mfalme wa amani, Mungu wa rehema, wewe uishie milele. Sauti ya mwanadamu inanyamaza, lakini Roho wako Mtakatifu akachukue nafasi kwa kila mmoja aweze kumweleza hili neno, kwa sababu wengi tumekuwa na mizigo ya utumwa inafanya kazi ndani yetu kwa siri, hatujitambui. Tumeipa kibali na tumeweka maagano nayo, kiasi Bwana tumeshindwa kukuelekea wewe, tumeshindwa kukufuata wewe.
Baba, Roho wako Mtakatifu atupe hekima, kwa sababu yeye amesema anajua udhaifu wetu, anajua hatujui kuenenda sawa sawa na wewe. Yeye awe mmoja wa watakayotuwezesha kufika kwako. Mungu wa rehema, mfalme wa amani, sasa neno hili likapate kuwa mbegu katika mioyo ya wanadamu, ili wakutukuze na kusifu wewe katika siku zote za maisha yao. Ni katika jina la Yesu nimeomba nikiamini na kushukuru, amen. Tukae. Bwana Yesu asifiwe. Basi tunashukuru kwa somo na mafundisho. Utachukua nafasi yako mwenyewe kujitafakari huko katika utumwa gani, bali muomba Mungu aweze kuondoa katika hizo njia za utumwa. Basi kipindi kinachofuata ni kipindi cha kutubu, kushukuru na kuamini. Niwakaribishe. Bwana Yesu asifiwe. Mimi naomba nitoe ushuhuda kwa neno lililopita, na hususani mhubiri wetu alivyoweza kusimulia lililopita kwenye hali ya kuugua, kwamba kweli kuna watu wana maisha ya imani na ukiamini kama Yesu alivyosema hapa kwamba tumtwishe mizigo yetu, yeye atafanya, na kweli atafanya. Kuna binti yetu aliposwa ikaletwa mahali, harusi ilikuwa ni Jumamosi. Kawaida yetu huwa wanakwenda kwa shangazi kule, hapo Alhamisi analetwa nyumbani jioni. Ijumaa anashinda, Jumamosi inakuwa ile harusi. Basi hiyo Alhamisi alivyoletwa nyumbani, usiku ule akapagawa, akawa chizi, akawa kichaa. Mpaka hiyo Ijumaa ni kichaa, mpaka Jumamosi ni kichaa, mwezi ni kichaa, mwezi wa pili ni kichaa. Basi ikabidi tumuite mkwelima kwamba lile ulilokusudia kwetu limeshindikana, mwanamke amekuwa mwenda wazimu, njoo uchukue mali yako. Akasema, mimi nilileta hapa hii mali kwa ajili ya kuoa, kwa hiyo mnajua nitaoa, sichukui mali. Kwa hiyo unaweza kuona imani ya mtu. Sijui ningekuwa mimi kama huenda ningeweza kufikia hatua hiyo. Mtu amekuwa chizi, hatui lolote, anakimwachia, anakimbia, anakula chochote. Lakini kama neno lilivyosema kwamba tumshukishe Yesu mizigo yetu, yeye atafanya. Binti huyo alipona na akafanya tena harusi upya, yupo anaishi na mume wake na wana watoto. Kwa hiyo neno hili mimi limenikumbusha na kuzidi kunijenga na kuniimarisha kwamba magonjwa yapo katikati yetu, lakini yanapokuja tumkimbilie Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Basi kama hamna mtu mwingine, ni kipindi cha kutoa sadaka. Nawakaribisha wanakwaya kwa wimbo mmoja. Karibu. Pili wanaendelea kusogea. Tuna visonzo vitatu hapo. Cha katikati ni sadaka kuu, cha kulia kwako ni sadaka ya watoto, na cha kushoto kwako ni sadaka ya usafi.
Wiki ijayo tulisoma barua ya mama hapa. Tunaomba pia changio mchango wa kina mama 40,000. Karibuni chochote. Bwana asifiwe. Basi kama wenye uhitaji huo hawapo, kipindi kinachofuata ni kwa ajili ya kuombea sadaka. Tutamkaribisha aliyetupa neno la leo kuombea sadaka, na atafunga kwa neema, na mwisho mchungaji atatupa baraka za mwisho. Karibu. Basi tusimame tuweze kuombea matoleo yetu. Baba, katika jina la Yesu mfalme wa amani, tunakutukuza na kukuinua. Umekuwa pamoja nasi tangu tulipoingia katika ibada yako takatifu. Umetufundisha mengi ulioweza kuyaleta kwetu. Tunahitaji yakawe chachu ndani ya mioyo yetu, hata katika familia zetu, jamii, hata taifa zima. Mfalme Mungu wa rehema, Bwana wa majeshi, tazama tumekuja mbele zako, lakini bado hatukuja mikono mitupu. Tumekuja na baraka ulizoweza kutubariki katika wiki hii yote, kama ulivyosema katika kitabu chako cha Kumbukumbu ya Torati sura ya 16 mstari wa 16 na 17. Umesema asitokee mbele zako mtu yeyote atakayeingia hekaluni mwako mikono mitupu, na zaidi ya yote atoe kiasi ulichombariki, ili Bwana ikapate kuwa mbegu, ikapate kutenda kazi ndani ya kanisa lako. Mfalme wa amani, Mungu wa rehema, nasi tumekuja na baraka ulizoweza kutubariki katika wiki hii yote.
na tunaziweka mbele zako sasa, kwa sababu umetuahidi katika baraka hizi kwamba tutakapokutolea Baba, utabariki kazi ya mikono yetu, utawakemea maadui na chochote chenye kuharibu mazao na kazi za mikono yetu, wewe utakemea katika jina la Yesu Kristo Nazareti aliye hai. Lakini zaidi ya yote Bwana, ulitukumbusha kwamba tusikuibie zaka na dhabihu. Tupe mioyo ya kuweza kutolea siku zote, ili tuweze kuona baraka zako, uweze kutujazia, ili pasiwe hata na nafasi ya kulifanya, katika jina la Yesu Kristo Nazareti aliye hai. Bwana, tunakushukuru kwa hayo, lakini pia tunapotoka hapa, tunajua watu tunaenenda katika sehemu mbalimbali kwa shughuli mbalimbali. Tunahitaji ututangulie kila hatua yetu, ukaibariki na kila hatua yetu ukawe mlinzi, ili Bwana yote tutakayoyafanya tukurudishie sifa na utukufu. Mfalme wa amani, Mungu wa rehema, tunashukuru sana kwa ibada yako takatifu. Imetujenga mioyoni mwetu, lakini izidi kuwa chachu katika maisha yetu yote, na zaidi hata tutakapokutana tena katika ibada za Jumatano na Jumapili. Mungu uwe pamoja nasi, tupe kibali. Ni katika jina la Yesu tumeomba tukiamini na kushukuru. Amina. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae nasi sote sasa na hata milele. Amen. Tukiwa tumesimama hivyo hivyo, tupate baraka za mwisho. Bwana akubariki, akulinde. Bwana akuinulie nuru za uso wake, akurehemie. Bwana akufariji na akupe amani. Basi sote tuenende na amani ya Bwana, na Bwana tubariki sote katika jina la Yesu Bwana wetu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Basi huu ndio mwisho wetu wa ibada yetu ya leo Jumapili. Tuchukue nafasi hii kuwakaribisha katika ibada zetu ya Jumatano ambayo inaanza saa 10 kamili, na vile vile niwakaribishe tena kwa ibada ya Jumapili ijayo ambayo huanza saa 3. Karibuni sana. Wakati tunatoka nje, kwaya tunaomba